Nataka nijikite sana kwenye swala la Liganga na Mchuchuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, Liganga na Mchuchuma imekuwa hoja ya muda mrefu sana. Pengine watu hawajui Liganga ni nini. Unaposema Liganga ni mlima wa chuma, na unaposema Mchuchuma ni mlima mwingine wa makaa ya mawe, ambavyo hivi viwili, chuma, mlima wa chuma pamoja na mlima wa makaa ya mawe ya kuyeyushia hiyo chuma, yamewekwa kwenye eneo moja ili kazi iwe rahisi na Mwenyezi Mungu. Lakini nashangaza sana. Ni vizuri pia kugundua kwamba, Mheshimiwa Mwenyekiti, Liganga, ugunduzi wa Liganga umefanyika 1860, karne ya 18, hiki chuma cha Liganga kikagunduliwa hapa Tanzania. Na uvumbuzi wa hii Mchuchuma kwa maana ya makaa ya mawe ni 1898. Ina maana Mwalimu Nyerere akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anajua, Mzee Mwinyi alikuwa anajua, Mzee Mkapa alikuwa anajua, Mzee Jakaya Kikwete alikuwa anajua, Mzee Magufuli alikuwa anajua, na mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan pia anajua kwa sasa. Jambo la kujiuliza ni kwa nini pamoja na hiki chuma kugunduliwa muda mrefu, karne ya 18, kwa nini hatujachimba chuma na hitaji ya chuma ni kubwa hata Tanzania? Ni kwa nini hasa? Kwenye kuzungumza kwangu kwa dakika chache nitawagusa baadhi ya watu, sio kwa ubaya, kwa lengo la kusaidia nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niko bungeni hapa kwa lengo la kusaidia nchi na si vinginevyo. Kwa hiyo katika kuzungumza nikimgusa mtu, nisifahamike nimemgusa kwa ubaya, nimemgusa kwa maslahi mapana ya nchi. Sasa nataka nitoe takwimu kidogo ya uingizaji wa chuma Tanzania. Kwa mfano, mwaka 2018 tumeingiza chuma ya thamani ya dola milioni 401.2 hapa Tanzania, tumenunua sisi. Lakini mwaka 2019 tumeingiza chuma ya thamani ya dola milioni 491.9 hapa Tanzania. Mwaka 2020 tumeingiza vyuma vya thamani ya dola ya milioni 423.4 hapa kwetu Tanzania. Lakini mwaka 2021 tumeingiza chuma ya dola ya thamani ya milioni 700.8. Lakini mwaka 2022 tumeingiza chuma ya thamani ya dola milioni 235.7 hapa kwetu. Kwa hiyo kwa miaka hii mitano tumelipa fedha ya kigeni kutoka Tanzania kwenda nje ya nchi kwa ajili ya chuma dola bilioni 2.2 kutokea hapa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mtu yeyote mwenye akili na anayejua kuzitumia, jambo hili haliwezi kuruhusu kufanyika kama chuma iko hapa Tanzania. Sasa uniruhusu niongee machache kidogo. Ni kwa nini sasa hili jambo halijafanyika? Hebu nikupe mawazo, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba tumeanza na reli, ujenzi wa reli standard gauge, a good idea, very good idea, na sio kinyume nalo. Lakini kwenye ujenzi wa reli component kubwa inayotumika ni chuma. Ni chuma. Sasa ilikuwaje tukaanza kujenga reli kwa kuagiza chuma kutoka nje ya nchi, badala ya kutengeneza chuma chetu tukachimba ndio tukaanza na reli? Ilikuwaje? Ni kitu gani kinatokea mpaka priority ya kwanza inakuwa ya mwisho na ya mwisho inakuwa ya kwanza? Kinachosumbua, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kukosa maono ya taifa, mipango ya taifa na dira ya taifa. Simlaumu mtu yoyote. Nataka sasa unisikilize vizuri. Kwa mfano, kama kungekuwa na maono ya taifa juu ya viwanda, maana yake kungekuwepo maono ya muda mrefu yanayoelezea juu ya chuma kilichopo Tanzania. Kwa hiyo tusingekuwa tumeanza na reli, tungekuwa tulianza na fedha ya kuchimba chuma ili chuma chetu kije kitengeneze reli zetu, tungeokoa mabilioni ya shilingi tunayosema hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti.